mtoto ambaye ana changamoto ya kunyonya, unaweza kumsaidia kwa mbinu hii ambayo kwako mama itakupa uhakika wa kujua kiwango cha maziwa ambacho mtoto ananyonya na kuweza kujua kwamba anashiba, lakini pia kuweza kumfanya mtoto kuwa salama kipindi chote ambacho unahisi kwako kama atakuwa ni mvivu wa kunyonya. Mbinu ni moja kwa mama ambaye unahisi mtoto wako na muda mrefu sana anashindwa kunyonya, na kuweza kumsaidia kumfanya kuwa salama zaidi. Mimi leo nakufundisha mbinu ambayo itakuwa rahisi, lakini kwako utakupa mwongozo mzuri wa kuweza kutambua moja kwa moja namna gani ambayo unaweza kumsaidia mtoto wako ambaye ana changamoto ya kunyonya au ambaye ananyonyi muda mrefu. Na kupata mwongozo huo utamfanya mtoto kuwa salama au kuwa na uhakika kwamba mtoto wako anashiba na kumfanya kuwa salama kipindi chote. Mimi nakushauri hakikisha unakamua maziwa mara kwa mara, au mpatie mtoto maziwa kwa njia ya kukamua na kumnyonyesha, kwamba ukamue maziwa ndio mpatie mtoto. Hii itakufanya kuwa salama na kujua kwamba mtoto wako anashiba au kiwango cha maziwa alichokunywa sasa hivi ni kidogo au kiwango cha maziwa alichokunywa ni kingi. Kutokana na changamoto ambayo mama wengi anapata akiwa ananyonyesha. Changamoto ya mama kunyonyesha ni kutokuwa na kiwango cha uhakika ambacho mama anaweza akakamua maziwa au anaweza akatoa maziwa kipindi ambacho mtoto ananyonya. Na hiyo imepelekea wengi kurudi hospitalini kwa sababu ya mtoto kupungua uzito, au watoto kuwa na upungufu wa maji ambao inapelekea ngozi yao kuwa na mikunjo au mdomo kuwa mikavu na kukosa choo. Mwisho kabisa mtoto anapata utapiamlo na mwishoni mtoto kufariki. Hii kwa sababu ya kutokuwa na uhakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto huwa anapata kipindi ambacho mama ananyonyesha. Sasa namna bora ya kujisaidia hapa ni kuweza kukamua maziwa mara kwa mara, au kumpa mtoto maziwa kwa mbinu ya kukamua licha ya kwamba utakuwa unaendelea kunyonyesha. Manake kila baada ya masaa matatu hakikisha mama anakamua maziwa ambayo utampatia mtoto, lakini pia haya masaa mengine utakuwa unanyonyesha kawaida. Sasa mtoto ambaye amezaliwa siku ya kwanza, upataji wake wa maziwa utakuwa tofauti na mtoto ambaye ana miezi miwili, ana miezi mitatu, ana miezi minne na kuendelea. Yaani kiwango cha maziwa ambacho atakuwa anahitaji kitakuwa ni tofauti na yule ambaye amezaliwa siku ya kwanza. Nikupe mfano mzuri. Mtoto ambaye amezaliwa siku ya kwanza huwa anaanza na mililita 5 mpaka mililita 10. Kwa maana yake ni kiwango ambacho mtoto anapaswa kupewa kwa wakati huo. Sasa ambaye ana miezi miwili na miezi mitatu ni tofauti kabisa, na uvutaji wake wa maziwa au unywaji wake wa maziwa utakuwa ni mwingi zaidi, au kiwango cha maziwa ambacho atakuwa anakunywa ni kingi zaidi. Kwa mama inahitajika upate vyakula ambavyo vitaweza kuzalisha maziwa mengi zaidi na kumfanya mtoto wako kutopata changamoto ya upungufu wa uzito, lakini pia kukosa maji mwilini. Sasa mtoto ambaye ana changamoto ya kunyonya, ni vyema mama ukatengeneza ratiba maalum ya mtoto ambao utakamua maziwa na kumpatia kwa kiwango hicho ambacho kitamfanya yeye kuwa salama kipindi chote. Mtoto ambaye ana miezi miwili au na mwezi mmoja na zaidi, huwa tunashauri mama akamue miezi 60 mpaka 100, ambayo kwa kitamfanya mtoto kuwa na uhakika kwa kiwango ambacho anakunywa. Na hii pia wewe mama itakupa mwongozo mzuri wa kuwa na usalama au kupata muda wa kutosha kuendelea kufanya majukumu yako mengine, kwa kuwa mtoto wako anakuwa amepata maziwa mengi ya kushiba na wewe unakuwa salama na kuendelea kufanya majukumu yako mengine. Inawezekana wewe uko unafanya kazini au majukumu yako ni ya kazi ambayo imekulazimu uende kazini. Kwa hiyo sasa muda ambao mtoto hataki kunyonya, huwa unatengeneza ratiba maalum ambayo utakuwa unamkamulia maziwa ya kutosha ambao mtoto anakunywa na kumfanya kuwa salama kipindi chote. Yaani unatengeneza ratiba, mimi kila baada ya masaa matatu nitakuwa nakamua maziwa ambayo yatakuwa ni mengi. Mtoto anapata kuanzia miezi 60 mpaka 100 ambao atakuwa anakunywa kwa kipindi hicho. Sasa hicho ni kipindi ambacho ukimpatia unakuwa na hakika kwamba amekunywa, ameshiba. Hii kama utahisi amalizi hiyo 60, lakini jitahidi kupunguza muda, ujipatie masaa mawili pia. Ukiona amalizi basi mtoto atakuwa na changamoto, lakini ukiona anamaliza itamfanya mtoto yeye pia kuzoea au masaa mawili au masaa matatu ambayo mtoto atakuwa anapatia maziwa. Kwa hiyo itamfanya kuwa salama wewe, lakini kufanya kuwa salama kwa mtoto wako. Kikubwa ambacho unapaswa kuzingatia hapa ni kuzingatia usafi ambao mtoto anapaswa kupatiwa, lakini vile vifaa ambavyo wewe unatumia mama kukamulia, jitahidi kuwa safi, na wewe pia mama kuwa msafi kwa kunawa mikono yako na kuosha ziwa lako, kufanya kuwa msafi, na vile vyombo ambavyo mtoto anatumia kupatiwa maziwa kuwa visafi, na maziwa kuto kuhifadhiwa kwa muda mrefu kwa wewe mama ambaye hauna friji. Kwa maana mama, kama utakuwa hauna friji, basi jitahidi kukamua mara kwa mara kila baada ya masaa mawili au masaa matatu. Lakini kwa mama ambaye utakuwa na friji, basi maziwa jitahidi yakae ndani ya masaa 6 mpaka 8. Ni bora zaidi kufanya hivyo kuliko kuhifadhi masaa 24 ambao mama wengi wanafanya huo mchakato. Masaa 6 mpaka 8 hakikisha unakamua maziwa na hifadhiwa kwenye friji, na namna kumpatia ni
kuyapasha au kuyafanya vuguvugu kwanza, alafu ndio unafanya kumpa mtoto akiwa katika hali ya vuguvugu na mtoto kuweza kunyonya na kuwa mwenye afya zaidi. Hiyo itamfanya mtoto kuwa salama na wewe pia kukupa muda wa kuendelea kufanya mambo yako mengine kwa kuweza kutatua changamoto ya mtoto ambaye ana changamoto ya kunyonya au ambaye hapendi kunyonya. Mpatie kwa mbinu ya kukamua, lakini kiwango ambacho nimekwambia 60 mpaka 100, ambapo mtoto atakuwa na usalama, atakuwa na kunywa, lakini pia utaendelea kufanya mambo yako mengine kwa kipindi hicho ambacho mtoto hataki kunyonya, lakini utakuwa na uhakika mtoto ameshiba kipindi chote. Inawezekana ikawa mara yako ya kwanza kupata channel hii. Channel hii ni ya kiafya ambayo utajifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijalishi umesoma au hujasoma. Unaweza kujifunza kwa lugha nyepesi zaidi kwa kusikiliza na kukupa mifano mbalimbali ambayo mama na jamii tutaenda kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatakuwa msaada zaidi. Hatutasubiri mpaka tatizo litukute au jamii kubwa tatizo fulani ndio uanze kuingia mitandaoni na kutafuta msaada, kwamba kuona wapi ambapo unaweza ukapata msaada na kufaidika zaidi, au kaenda kwa wataalamu baada ya tatizo kutokea na kuingia gharama nyingi zaidi. Hapa tunaenda kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo mama jamii pia tunaenda kujifunza na kumsaidia mama, lakini matatizo mengine ambayo yanaweza kujitokeza kwa upande wengine ukiachana mama au wazee au watoto, itamfanya kuwa salama zaidi kwenda kujifunza na kuwa katika hali ya usawa kipindi chote au katika afya njema kipindi chote. Usitafute tu hela, lazima tuzingatie na upande wa pili ambao ni afya, ambayo tutafanya kuwa salama kipindi chote. Ana mwisho wa siku unaweza kutafuta hela alafu kumbe afya yako ikawa dhaifu. Sasa namna bora kujisaidia ni kuja pia kutembelea channel hii au kusubscribe channel mbalimbali za kiafya ambazo kwako zitakuwa msaada, ikiwemo na hii ambayo tutajifunza kwa lugha nyepesi zaidi kwa mama hata ambaye hajasoma, tu kusikiliza na ukaelewa zaidi kabisa. Kwa hiyo jukumu lako kubwa ni kufanya favor ya kusubscribe na kuita watu wengine kuweza kujifunza zaidi mambo mbalimbali ya kiafya, lakini kualika watu mbalimbali ambao kwa watakuwa msaada au nafikiri elimu hii kwa inaweza kufaa na kuweza kupata maarifa haya. Favor yako ni kuendelea kusubscribe na kufuatilia kila tutakapotoa video mbalimbali, itakufanya kuwa salama kipindi chote.